Kwa nafasi hii ambayo umetujalia tena jioni ya leo kuweza kuja kuendelea kusikia ujumbe wako katika sehemu hii. Tunakushukuru kwa sababu ya watumishi ambao wametoka jukwani, mtumishi wa afya na wa uchambuzi wa Biblia. Hivi sasa tunapoingia katika kipindi cha unabii, naomba ukaweze kunitumia kama chombo kwa ajili ya ujumbe, ukaweze kushikilia vyombo hivi kwa ajili ya utumishi. Tega kila fikra nyara kwa ajili ya kusikia ujumbe jioni ya leo, na malaika wako wa mbinguni wakaweze kutulinda salama. Roho Mtakatifu akaweza kutufunulia neno na kuweza kuelewa zaidi, ili tuendelee kuandalika kwa sababu ya ufalme wako. Katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Leo tunaenda katika unabii wa kitabu cha Danieli. Jana tumekuwa tukiuliza unabii ni nini? Nikawaambia unabii ni injili ya Yesu. Hii ni injili ya Yesu kwa njia ya mifano. Injili ya Yesu kwa njia ya mfano. Hebu nisomee kwanza kitabu kile cha Hosea 12 mstari wake ni wa 10. Nilisema ni vizuri uweze kuwa na kalamu na karatasi, uyanakili yale ambayo yanafundishwa hapa, maana itafundishwa mpaka wewe pengine utauliza, na hiyo kweli iko ndani ya Biblia? Maana hapa ni Biblia na Biblia peke yake ambayo itakuwa ikiongea unabii ni nini. Hosea 12 mstari wake ni wa 10. Biblia inasema hivi. Hosea 12 mstari wa 10 inasema Hosea 12 mstari wa 10, tena nimenena na hao manabii. Tena Mungu anasema tena nimenena na hao manabii, nami nimeongeza maono. Mungu alichagua manabii baada ya mwanadamu kuweza kuasi, baada ya mwanadamu kwenda mbali, alichagua watu wa kuweza kufikishia mwanadamu ujumbe ambao anawaita manabii. Anasema nami nalinena na manabii, tena nalinena na wao pia kwa njia ya maono, na kwa utumishi wa manabii nikatumia mifano. Hii ni mifano iko hapa kwa ajili ya mafundisho. Hata Yesu alipokuwa hapa duniani alikuwa anatumia mifano. Anasema mpanzi alienda kupanda mbegu, na alipoenda na mbegu, zingine zikaanguka katika mawe, zingine zikaanguka katika miiba. Alikuwa akitumia mifano. Ndio maana Biblia inasema, Mungu anasema alikuwa anaongea na manabii kwa njia ya mifano, na kwa utumishi wa manabii akaongeza nini? Hebu rudia sasa. Basi sasa hebu turudie sasa. Inasema hivi, Hosea 12 mstari wa 10 inasema hivi. Tena nimenena na hao manabii, nami nimeongeza maono. Na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Hapa tunaona mifano ya wanyama ambayo ni mifano tu kwa ajili ya mafundisho, injili ya Yesu. Kwa hivyo Mungu anasema alikuwa ananena na manabii kwa njia ya maono, kwa njia ya mifano. Hebu siongeze ingine. Hesabu 12 mstari wa 6. Hesabu 12 mstari wa 6. Alitumia mifano, akatumia maono. Alikuwa anatumia njozi ama ndoto. Watu wakilala wanaoteshwa, manabii wakilala wanaoteshwa ndoto. Hebu sikia sasa. Hesabu 12 mstari wa 6 inasema hivi. Kisha akawaambia, Sikilizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii. Mungu anasema akiwapo manabii kati yenu mimi
Bwana, mimi Bwana nitajifunua kwake. Nitajifunua. Mungu alikuwa anajifunua kwa manabii, anasema nitajifunua kwake. Alafu katika maono nitasema naye katika ndoto. Kwa hivyo alikuwa anasema na wao katika ndoto, ama anajifunua katika maono. Watu wanaonyeshwa, lakini zile ambayo tunaona hapa barabarani, unabii ambao mtu anakuambia njoo niko na unabii, anakuangalia kidole zako, anaangalia, anasema naona hapo kwenu kuna mti. Nani kwao hakuna mti? Si kila mtu kwao kuna mti. Anasema naona hapo kwenu, naona si hiyo ile ambayo tunafundisha hapa, si hiyo. Ni unabii wa Biblia ambao Mungu alinena na manabii wake, akawaonyesha maono, akawaotesha ndoto, na zote zikaandikwa ili ziweze kufundishwa. Leo nikasema nataka kuenda kwa picha ya kwanza. Picha hii ya kwanza iko wapi katika Biblia? Jana niliwaonyesha picha zote ziko ndani ya Biblia na zimeonyeshwa manabii walifunuliwa kwa njia ya ndoto, kwa njia ya vision kuona. Hebu tuone sasa jozi ya kwanza, Danieli 2 mstari wa kwanza. Jozi ya kwanza, Danieli 2 mstari wa kwanza. Maandiko inasema hivi: hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza, Nebukadneza aliota ndoto. Nebukadneza alikuwa ni mfalme, alikuwa amelala akaota ndoto. Hebu sikie alipoota ndoto. Na roho yake ikafadhaika, usingizi mwake ikamwacha. Kwa hivyo Biblia inasema alipoota ndoto, roho yake ilifadhaika sana usiku huo, na usingizi ulienda. Hakulala usiku mzima, mfalme hakulala, na alipokosa usingizi asubuhi yake, hebu sikia, ndipo mfalme akatoa amri. Asubuhi yake Biblia inasema alipoamka mfalme akatoa amri akawaita waganga. Alipopata masumbufu usiku wote, kuamka asubuhi alikimbilia waganga na wachawi na wasihiri na Wakaldayo wapate kumweleza mfalme Nebukadneza ndoto yake. Unajua watu wako hivyo, watu wengine wale ambao hawajaweka tumaini lao kwa Mungu, wale ambao hawajaweka tumaini lao kwa Yesu, wanapopatwa na mashida mbalimbali, matatizo, watu wanapopatwa na matatizo na shida mbalimbali, wanakimbilia wachawi, wanakimbilia waganga, wanakimbilia wanadamu. Huyu mfalme alipooteshwa hii ndoto, asubuhi yake Biblia inasema alikimbilia waganga na wachawi waweze kumwambia mambo haya. Walimwambia, hebu tusikie, walimwambia mambo haya, hebu tusikie. Biblia inasema basi waganga na wachawi wakaingia kwa mfalme, wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika, na roho yako imesumbuka sana usiku wote, hata nijue tafsiri yake. Nikataka kujua tafsiri ya ndoto niliyoiota. Ndipo hao Wakaldayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu, mfalme, uishi milele. Tuambie sisi watumishi wako ile ndoto, nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akawaambia, Wakaldayo, neno lenyewe limeniondoka. Msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake, mtakatwa vipande vipande, nyumba zenu zitafanywa njaa. Bali kama mkinionyesha ile ndoto, lakini mkinionyesha ile ndoto tafsiri yake, nitawapa zawadi nitawapatia zawadi katika ufalme wangu, nitawapatia vinono, nitawapatia zawadi kubwa.
kubwa, wakaahidiwa zawadi. Je, walifungua? Hebu teremka. Basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake. Wakajibu mara ya pili wakasema, mfalme, atuambie sisi watumishi wake ile ndoto. Mfalme, tunataka utuambie uliota nini, nasi tutamuonyesha tafsiri yake, ndio tuweze kukufunulia kile ambacho uliota. Mfalme akajibu akasema, jua hakika ya kuwa mnataka kupata nafasi kwa sababu mmeona ya kuwa ile ndoto lenyewe limeniondoka. Asante sana. Waganga na wachawi na Wakaridayo walipokuja kwa mfalme, ndoto yenyewe ilimuondokea, alikuwa amesahau. Hata wewe unafikiria mtu anaweza kujua ni nini uliota usiku? Hamna. Hauwezi. Waganga walimwambia jaribu tu tuambie. Unajua waganga na wachawi kazi yao wanachezea watu saikolojia yao. Ni kama wahubiri ambao wametokea wanaoombea watu. Mtu unaenda kwake unasema wacha nikaombewe. Ama mhubiri akihubiri hapa anasema najua naona hapa kuna mtu anasumbuliwa na miguu. Unajua tukisema saa hii wale wanasumbuliwa na miguu hapa ni wengi kwa sababu ya kula mbaya. Huyu mfalme alijaribiwa na waganga aseme kila aliota ili wamwambie, wakashindwa. Mnajua waganga hawana kitu. Hebu sikie Biblia inaongeaje kuhusu waganga. Waganga walishindwa. Kwa nini walishindwa? Hebu nisomee kwanza hiyo Isaya. Nisomee Isaya hiyo 8 kwanza mstari wake wa 19. Waganga walishindwa na kueleza njozi hii. Walishindwa kwa nini? Hebu sikia vile inavyosema. Inasema hivi, na wakati watakapokuambia. Unajua watu wengi wako kama mfalme huyu hapa. Unaona mtu akipata na shida, nimesema wanakimbianga kwa watu kutafuta mashauri kwa watu, waganga, wachawi. Biblia inasema wakati utakaposikia mtu akikwambia tafuta habari kwa watu wenye pepo, na kwa wachawi waliao kama ndege, wanaolia kama ndege. Sikia, wachawi, waganga na wachawi ni watu ambao wananganga. Biblia inasema wanalia kama ndege, wanalia. Waganga wengi ukienda kwao wanalia, wana vitu vya kutisha, wanalia. Ndio Biblia inasema utakaposikia mtu akikwambia tafuta habari kwa watu wenye pepo na waganga na wachawi, na kunong'ona. Hiyo ndio kazi yao, na kunong'ona. Je, haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao? Biblia inasema inafaa tutafute habari zako ama habari zangu. Wakati shida imekupata, tafuta habari kwa Mungu. Mungu ndiye anayejua maisha yako. Mungu ndiye aliyekuumba, ndiye anayejua matatizo unayopitia, ndiye anayejua kuamka kwako, kushinda kwako, kurudi kwako kwa nyumba, kulala kwako. Mungu anakuelewa zaidi kuliko binadamu yeyote. Ndio maana huyu Nebukadneza alipoenda kwa wachawi na waganga walishindwa. Maana njozi hii haikuhusu mambo ya hapa duniani, ilihusu Mungu wa mbinguni. Na ndio maana aliyemtafsiria hii ndoto ni mtu wa Mungu mgani? Hebu turudi sasa hiyo Danieli 2 mstari wa 16 na 17 tukiteremuka. Nimeruka hapo chini. Biblia inaelezea Nebukadneza alipokosa mtu wa kutafsiria yeye ile ndoto, aliamua watu wote wauawe na watu wote wenye hekima. Ndipo wakatafuta watumishi wa Mungu. Mmoja alikuwa anaitwa Danieli. Wakasema kama waganga watauawa na watu wenye hekima, lazima Danieli auawe. Sasa wakatafuta watu wote wenye hekima wauawe. Alafu hebu tusikie mtumishi wa Mungu Danieli alipoitwa. Basi Danieli akaingia. Danieli alikuwa mtumishi wa Mungu. Aliposikia vile ambavyo mfalme ametangaza watu wauawe kwa sababu hawakumpaambia kila alichoota, yeye alisema apelekwe kwa mfalme. Akaenda kwa mfalme, akaingia, na alipoingia akamwomba mfalme ampe muda. Akaambia mfalme, nipatie muda. Kisha yeye atamwonyesha mfalme tafsiri ile. Kisha Danieli atakuja kuonyesha mfalme tafsiri ya kile alichoota.
Ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake. Biblia inasema Danieli alienda nyumbani kwake, akawapasha habari kina Anania, akapasha marafiki zake waliokuwa wacha Mungu, akawapata habari. Alafu na Mishaeli na Azaria, Anania, Mishaeli na Azaria wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni awaonyeshe siri mfalme aliyoota. Je, walipoomba walifunuliwa? Teremuka. Ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Endelea. Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo. Basi Danieli akamhimidi Mungu wa mbinguni. Kwa nini Danieli alifunuliwa siri? Maana alijua yule ambaye anaweza funua siri hii si mwingine hapa duniani ila Mungu wa mbinguni. Alienda kuomba. Je, unapopitia shida na matatizo, wewe unamwendea Mungu ama unaenda kwa wanadamu wenzako? Unamwendea Mungu. Danieli alienda kwa Mungu kwa njia ya maombi. Watu wengi wamekosa maombi kwa nyumba zao, hawaombi Mungu. Watu wengi wanaamuka tu wanafikiria tu ni kawaida. Mtu akiamuka tu anafikiria ni kawaida. Hawezi shukuru Mungu aliyemwamsha, hawezi shukuru Mungu aliyemrudisha baada ya kazi katika nyumba. Danieli alikuwa mtu wa maombi. Biblia inasema Danieli alikuwa mtu wa maombi. Aliporudi kwa maombi, Mungu wa mbinguni akafunulia kile mfalme aliota na akashukuru sana, na aliposhukuru alichukuliwa akapelekwa kwa mfalme. Alipopelekwa kwa mfalme, na ruka ili nataka niingie kwa jozi hii, mstari wa 24. Basi Danieli akaenda kwa Arioko. Basi Danieli baada ya kufunuliwa ile siri na wenzake, akaenda kwa Arioko aliyewekwa na mfalme kuangamiza wenye hekima wa Babeli. Alikwenda akamwambia hivi. Akaenda akamwambia mfalme Nebukadneza hivi. Usiwaangamize wenye hekima wa Babeli. Niingize mimi mbele ya mfalme. Nami nitamwonyesha mfalme ile tafsiri. Nami nitamwonyesha yule mfalme Nebukadneza ile tafsiri ya yale maneno aliyoota. Ndipo Arioko akamuingiza Danieli mbele ya mfalme. Danieli mtumishi wa Mungu, nabii wa Mungu, akaingizwa katika ikulu ya mfalme Nebukadneza kwa haraka. Akamwambia hivi, nimemwona mtu wa hao wana wa Yuda waliohamishwa, atakayemjulisha mfalme ile tafsiri. Endelea. Mfalme akajibu akamwambia, Danieli aliyekuwa akiitwa Belteshaza, je, waweza kunijulisha ile ndoto? Sasa Danieli ako mbele ya mfalme, akaulizwa na mfalme, Danieli, unaweza kunijulisha ile ndoto niliyoiona na tafsiri yake? Danieli akamjibu mfalme mbele ya mfalme akasema. Danieli akajibu mbele ya mfalme akamwambia, ile siri aliyoiuliza mfalme Nebukadneza, wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi hawawezi kumfunulia, wala waganga hawawezi kumfunulia, wala wanajimu hawawezi kumfunulia, lakini yuko Mungu mbinguni. Lakini Danieli akamuinua Mungu akasema, yuko Mungu wa mbinguni afunuae siri. Bwana asifiwe. Na ndio maana tuko hapa. Yuko Mungu wa mbinguni atakaye tufunulia siri hizi ambazo ziko ndani ya Biblia, zimefichwa, ziko ndani ya Biblia. Mungu wetu wa mbinguni atatufunulia mambo haya na tutayaelewa kama maji. Ndio maana tuliona jana picha hizi
zimeambiwa zichorwe, watu wafundishwe, na zikichorwa namna hii watu watazielewa kama maji. Kwa nini waganga hawakufunuliwa mambo haya na wachawi? Ukishikilia tu hapo, Wakorintho wa kwanza 2 mstari wake ni wa 14. Wakorintho wa kwanza 2 mstari wake ni wa 14. Kwa nini waganga walishindwa na wachawi na wenye hekima? Kwa nini? Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 14 inasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, hawezi kuyapokea mambo ya Roho wa Mungu. Haya mambo ni ya rohoni. Mambo haya yanatambulikana na watu walio na roho. Ndio maana picha hizi upeleke watu ambao hawana roho, hawawezi kufundisha hii maneno. Hii maneno inafunuliwa watu walio na roho, watu ambao wana roho. Waganga na wachawi hawana roho wa Mungu na wangeelewa mambo haya. Hii hawawezi elewa, ni giza kwao, ni giza. Biblia inasema mwanadamu wa asili hawezi kupokea mambo ya rohoni, kwa maana kwake huyo ni upuzi. Maana kwake hii ni mambo ya upuzi, wala hawezi kuyafahamu. Na hawezi kuyafahamu. Waganga, wachawi, hii ni upuzi kwao, hawezi kuelewa. Lakini Danieli akasema, turudi pale. Danieli akasema kunaye Mungu wa mbinguni anayefunua siri na amemfunulia mfalme. Hebu rudia sasa mahali ulikuwa. Ilikuwa 20 ngapi? 28. Lakini yuko Mungu mbinguni. Akamwambia lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadneza. Amemfunulia mfalme Nebukadneza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Amen. Kwa nini tunaongea mambo haya na yaliambiwa na Nebukadneza zamani? Ni mambo yanayohusu siku za mwisho. Haya ni mambo yanayohusu siku za mwisho. Ndio maana tunahubiri mambo haya. Nebukadneza ni wewe leo. Nebukadneza ni wewe leo unayesikia mambo haya, maana mambo haya yanahusu siku za mwisho. Hebu teremka usikie hapo chini. Mambo haya yanahusu siku za mwisho. Ndoto yako na njozi ya kichwa chako. Akaanza kumwambia sasa, ndoto yako na njozi zako ulizoziona kitandani pako ni hizi. Wewe mfalme, mawazo yako yaliingia moyoni mwako. Kitandani pako ya mambo yatakayokuwa halafu. Hebu nikuambie jambo. Nebukadneza alikuwa ana mambo ndani ya moyo wake, akifikiria yeye ataishi milele. Ndio maana watumishi walipokuwa wanaenda kwake, walikuwa wanamsalimia, wanamwambia Nebukadneza, ishi milele. Alidhania yeye ataishi milele. Ndio maana alioteshwa ndoto hii, alikuwa anaitwa ishi milele. Si ulizomee mahali inasema ishi milele? Ilikuwa 3:4. Mahali ulikuwa unasoma 2:4 inasemaje? Alikuwa anaitwa ishi milele. Hebu sikia inasemaje? Ndipo hao Wakaldayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu. Mfalme, uishi milele. Nebukadneza alikuwa amejiinua sana na alikuwa anafikiria ataishi milele. Hata siku za leo watu wakichukua utawala wanafikirianga watakaa hapo milele na milele. Kiburi. Nebukadneza alidhania namna hiyo, atakaa milele. Hebu soma tena. Toma 4:9. Ni 4 ama ni 3:9? 4. Danieli. 3:9. Hebu soma 3:9 inasemaje? 4 samani. Belteshaza. 3:9 samani. 3:9. Anza nane. Basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia. Nebukadneza alitawala watu walikuwa wanaitwa Wakaldayo, na watu wa Mungu Wayahudi walikuwa hapo wamechukuliwa mateka. Baadhi ya Wakaldayo wakaingia kwake, wakaleta mashtaka juu ya Wayahudi
Wakajibu wakamwambia mfalme. Wakajibu wakamwambia mfalme. 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 Uishi milele. Uishi milele. Alikuwa anaitwa aishi milele. Ndio maana alioteshwa hii ndoto. Hii ndoto ilikuja kwa sababu alijiinua akafikiria ataishi milele. Basi hebu sasa turudi tuone aliota nini? Aliota nini? Sasa tulikuwa mstari wake ngapi? Danieli 2 mstari wa 30 na ngapi? 31. 31 nasema, wewe mfalme uliona. Wewe mfalme uliona. Na tazama. Sanamu kubwa sana. Sanamu kubwa sana. Sanamu hii. Iliyokuwa kubwa sana. Sanamu hii iliyokuwa kubwa sana. Mwangaza wake mwingi sana. Ilikuwa na mwangaza mwingi sana. Ilisimama mbele yako. Ilisimama mbele yako wewe Nebukadneza. Na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Akaambiwa na umbo ya sanamu ilikuwa yenye kutisha sana. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa kichwa cha dhahabu safi. Akaanza kuelezewa. Ulipoona hiyo sanamu, kichwa cha sanamu hii kilikuwa dhahabu safi. Endelea. Kifua chake na mikono yake ni ya fedha. Ilikuwa ni ya fedha. Endelea. Tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba. Miguu ni ya chuma. Miguu yake ni ya chuma. Tuendelee. Miguu yake ni ya chuma. Na nyayo za miguu nusu chuma. Na nusu ya udongo. Kumbe mfalme alioteshwa sanamu aina ya binadamu. Ilikuwa sanamu aina ya binadamu. Ilikuwa na madini mbalimbali. Kichwa ni cha dhahabu, kifua ni cha fedha, tumbo ni la shaba, miguu ni ya chuma, na nyayo za miguu, Biblia inasema nyayo za miguu nusu chuma na nusu udongo. Alafu nawe ukatazama. Biblia inasema nawe Nebukadneza ukatazama, hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono. Akaona jiwe lililochongwa bila kazi ya mikono. Nalo jiwe hilo likapiga sanamu miguu yake. Biblia inasema jiwe lililenga sanamu miguu. Endelea. Iliyokuwa ya chuma na udongo. Likaivunja vipande. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande. Pamoja vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hari. Endelea. Upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahali pake. Na ile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa mlima mkubwa. Biblia inasema likawa mlima mkubwa, likajaza dunia yote, likajaa Kenya, likajaa Tanzania, likajaa Uganda, likajaa dunia yote. Hii njiwe likajaa dunia yote. Amen. Danieli alipokuwa akiambia Nebukadneza mambo haya, Nebukadneza alikuwa anatingizia kichwa tu, akisema na kweli niliota hayo. Sasa akawa anatamani, anangojea asikie sasa tafsiri ya mambo haya ni gani. Alikuwa sasa anangojea, maana hiyo ndio aliota. Sasa tafsiri yake ni nini? Hebu sikia sasa. Hapo chini akamwambia hivi, hii ndio ile ndoto. Danieli akamwambia Nebukadneza namna hii, hii ndio ile ndoto, nasi tutaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. Mfalme wa leo ni wewe. Wewe unayesikia ujumbe huu jioni ya leo, wewe ndiye mfalme. Maana ujumbe huu Biblia imesema unahusu nyakati za mwisho. Hebu sikia hapo, anasema hivyo tena, anarudia anasema wewe mfalme. Akaambiwa wewe mfalme, mfalme wa wafalme. Nebukadneza alikuwa ametawala dunia yote. Akaambiwa wewe Nebukadneza, mfalme katika dunia yote. Na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo. Amekupatia ufalme na
na uwezo na nguvu. Kumbe Mungu wa mbinguni ndiye anapatia wafalme uwezo na nguvu. Hata yule anatawala saa hii wote wanapewa na Mungu. Amen. Lakini Mungu akitaka kuondoa, anaondoa anapea mwingine. Hata Nebukadneza kwa sababu ya kiburi, mwisho uliondolewa na akakimbizwa kwa msitu, akaenda msituni, akakaa msituni miaka 7. Mungu alimwambia utaenda msituni ukae huko miaka 7 kwa sababu wewe umekuwa na kiburi, haukuona mayatima, ulikula wa watu. Yaani yeye alifanya maskini, alikula kila kitu, alikuwa anafinyilia masikini na mayatima na kiburi. Mungu akamwambia nimekupatia uongoze watu wangu na uwaongoze vizuri, na umekuwa na kiburi msituni mara moja. Ndio maana Biblia inasema yeye aliambiwa Mungu wa mbinguni ndiye anayepeana ufalme na mamlaka. Sirudi hapo tena. Wewe mfalme, mfalme wa wafalme, mfalme wa wafalme, na Mungu wa mbinguni, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme, amekupatia ufalme na uweza na nguvu na utukufu, na nguvu na utukufu, na kila mahali wakaapo wanadamu, na kila mahali wakaapo wanadamu, wanyama wa kondeni, wanyama wa kondeni, na ndege wa angani, ndege wa angani amewatia mkononi mwako. Wote walikuwa chini ya Nebukadneza, naye amewamilikisha juu ya hao wote. Naye amekupatia utawala juu ya hao wote, utawale wewe kile kichwa cha dhahabu. Ameanza kuambiwa sasa maneno, ameanza kutafsiriwa, akaambiwa wewe Nebukadneza, ukichwa kile cha dhahabu. Wewe Nebukadneza, ukichwa kile cha dhahabu. Endelea. Na baada ya zamani zako, na baada ya kichwa cha dhahabu, utainuka ufalme mwingine mdogo, utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe. Endelea. Na ufalme mwingine wa tatu, na ufalme mwingine wa tatu, ufalme wa kwanza, ufalme wa pili, ufalme wa tatu. Ufalme wa kwanza ni ufalme wa Nebukadneza. Ameambiwa wewe ukichwa kile cha dhahabu. Ufalme wa kwanza, ufalme wa pili na ufalme wa tatu, miguu ya chuma. Tuendelee. Ufalme wa tatu wa shaba, ufalme wa tatu ni wa shaba, utakao tawala dunia yote, utakao tawala dunia yote. Endelea. Na ufalme wa 4, na ufalme wa 4 utakuwa na nguvu mfano wa chuma, miguu ya chuma. Ufalme wa 4, kichwa cha dhahabu, ufalme wa kwanza, mikono na kifua cha fedha, ufalme wa pili, tumbo la shaba, ufalme wa tatu, miguu ya chuma, ufalme wa 4. Turudia hiyo mstari, rudia fungu la 40. Fungu la 40, miguu ya chuma